anakuwa anapo maarifa ufuate kila kitu. Anasema kwamba mzako akinyolewa zako jipange. Sawa. Sasa kwa mfano sasa hivi umezungumzia ni mkurugenzi wa taasisi ya kwako mwenyewe. Kuna ugumu ambao unaupata katika kuendesha taasisi ambayo inasababishwa na historia ya nyuma ya madawa ya kulevya? Unajua watu wanashindaga kuelewa. Kwenye maandiko matakatifu hata Mtume Paulo pia alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wanaliudhi kanisa la Mungu. Yes. Alipokuja kubadilishwa wakati anaelekea Dameski, aliporudi sasa kwa ile kazi ile ya Mungu sana anaifanya. Yeah. Walipopokea watu walimpokea kwa mashaka. Yes. Yes. Wakasema huyu hatafika popote. Huyu wewe atuigizia tu. Kisoma vizuri maandiko na kuonyesha. Wengine wakasema kwamba imekuwaje na huyu anasimama kuhubiri hiyo injili. Sasa inaona maswali kama hayo. Kwa mimi kwangu mimi sasa hivi watu wanaposikia mimi ni mkurugenzi, mashaka ya watu hayanizuii mimi kuweza kuendeleza maono yangu. Na nilipoona kwamba nina hiyo challenge kubwa ya kupata upinzani ya historia yangu ya kale, yule alikuwa mvuta bangi, yule alikuwa atuli nyumbani, yule alikuwa ni mtu hivi. So it was that time. Kwani napenda sana mtu unizungumzie the current issue ya sasa. Mimi ni mkurugenzi ndio. Unanisaidiaje kunipa maarifa mapya kuweza kufika katika hatua ambayo wewe uliofika? Na kuna wengine unashangaa hapa Njombe hapa, unashangaa kuna baadhi ya watu wako hapa wanakaa kusema ya wengine, lakini ndani ya familia yao bado hawajafanya nini, hawajatengeneza. Kwa hiyo wazazi wengi wanasahau kwamba kila mahali, kila familia zina changamoto. Mtoto mmoja anapokuwa anataka kutoka kubadilika, anapoonyesha hatua ya kutaka kufanya mambo mazuri na makubwa, hawahitaji kufanya nini, kushirikiana. Hapo ndio jamii unavyoiona sasa hivi. Wapo ambao wenye roho njema watakuja atasema that's good, tukushike hivi. Wengine watakuja atasema that's good, tukupe connection ya mtu fulani. Kuna namna nyingi ambao watu tunatamani kupata comfort. Unajua sisi watu wengine kwa madawa ya kulevya tunakuwa tunakatishwaga sana tamaa, kwa sababu kama yule alikuwa mvuta bangi, na mimi natolea mfano ila wenda utakuwa ni mfano sio sahihi au sahihi. Nimesomea uinjilisti, si ndio? Yes. Siwezi kujua nafasi ya hao watu waliopewa huko juu kwenye uongozi katika kanisa wananichukuliaje mimi. Wewe ni mfano. Yamkini wanasema kwamba huyu akipewa huduma huyu hawezi, huyu atapotosha watu, waumini. Kwa matarajio yao binafsi, fikra zao binafsi. Kuna wengine wanaweza wakasema huyu ameshawishiwa na familia yake. Kila mtu ana namna. Mimi ukinisema unavyonisema kikawaida wala sibaga kwamba nachukuaga maji naweka kwenye nini, kwenye mdomo halafu ninanyamaza kama sipo. Lakini wao ninachoamini katika maisha yangu, kwanza ni Mungu, pili familia ya wazazi wangu, tatu maono yangu. Unajua kila kitu kina wakati wake. Yes. Na majira yanapofika ya wewe kuanza kuchanua ni majira sahihi ambayo inabidi uwe tayari kufanya nini, kupokea na kufanya nini, na kuchanua. Najua sasa hivi kuna mengi ambayo umeyapitia na mpaka sasa upo kwenye nafasi hizo ambazo umezitaja. Kwanza hongera sana, kwa sababu najua kutoka kwenye matumizi ya dawa za kulevya mpaka kufika hapo ulipofika kuwa mkurugenzi wa taasisi yako mwenyewe binafsi, kuingia kwenye masuala ya uinjilisti na kusomea na kuwa na nia mpaka kufika hapo ulipofika, lakini zaidi pia kuwa afisa mauzo wa kampuni ya Helper. Changamoto ambayo uliipitia mpaka sasa hivi imekujenga kwa namna ipi kuwa mtu ambaye leo tunakuona? Kwanza kabisa sisi vijana tuna hulka ya mafanikio. Lakini pia changamoto niliyopitia mimi, nashukuru sana wazazi wangu. Cha kwanza walinipeleka kwenye moja kati ya hospitali ambayo ni best in East Africa, ya pili Lutindi Rehabilitation House. Nilienda kule Lutindi nikakaa takriban mwaka mzima. Nikiwa kule ilinipa jicho la tatu kuangalia sasa, kumbe nikipitia huko kuna jela dogo. Kaa mbali na nyumbani. Halafu na ile jela liko hivi. Na kule ilinifundisha mambo mengi.
kuwa multitask. Mimi nilikuwa napenda sana kwenye masuala ya kuigiza. Yes. Nilikuwa kwenye kikundi cha uigizaji, nilikuwa kiwandani. Yaani hizo sehemu mbili. Mifugo nilikuwa nipo kama sipo, lakini kwenye kuigiza ulikuwa sana. Na kutoka kwenda kuelimisha vijana huko kwenye viwanja vya maigizo nilikuwa sana. Lakini viwandani kujifunza mambo ya ushonaji, zile za kacha, lakini pia kutengeneza heleni, kufunga majani kwenye vipaketi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafanya vitu vingi. Zile activities zilinijenga, kunipanua mawazo kwamba you need to be uwe mtu ambaye unaweza kujitegemea. Yes. Na uwe mtu ambaye usifikirie kwamba kila kitu mzazi atafanya nini, atakupa, na usifikirie kwamba kila kitu ambacho utakachokihitaji atakapo ukikua ukitoka nje kwa wazazi, kwamba mzazi anaweza kaingia kwenye maisha yako akakuinua tena kiuchumi. So nilichojifunza sana, there is extra sacrifice in your life. Kwa hiyo sana tukisema katika maisha yako kuna extra sacrifice. Kwa unapounda jambo na unataka kulifanya hilo jambo liweze kutimia. Yes. Kuna extra sacrifice. Na mimi mpaka sasa hivi ninachomshukuru Mungu, mimi naweza nikafanya ni multitask ndio, lakini nina kiasi cha multitask. Kwa sababu leo hii nikikwambia mimi ni mwinjilisti, mimi ni mkurugenzi, mimi leo ni meneja wa mauzo Hillpark. Nilipopangilia ratiba hapa, lakini kumbuka nje haya mambo matatu, baada ni yamkini labda nimejishikashika kwenye kitu fulani kama kwenye kilimo. Yeah. Au nimejishikiza mahali fulani, nimeshika na kazi za watu wengine na zifanya kwa manufaa ya kuweza kujipatia kipato. Sasa nafanya muda gani? Ni jambo lingine. Ila ninachojishukuru Mungu kwamba nina uwezo wa kuweza kufanya mambo kwa utaratibu, lakini pia na uwezo wa kufanya mambo kwa wakati sahihi na muda sahihi. Okay. Na nikiwa kwenye Hillpark nakuwa kwenye Hillpark. Nikiwa kwenye Tanzania Baraka Charity, akili yangu iko kwenye Tanzania Baraka Charity Organization. Nikiwa kwenye matukio ya kijamii, misiba, hafla za harusi, nikiwa kwenye engagement ring nakuwa kwenye akili yangu nayo pia vile vile. Na hicho ndicho shughuli sana. Kama nina miada na watu wengine, mfano niseme kama nimepata miada na watu wengine ya kufanya kazi fulani, nikienda kule na beba navaa ile kacha ya kule. Japokuwa sasa changamoto inapokuja sasa, kuivaa ile kacha unaivaaje? Na ile kacha unavyoivaa ina gharama gani? Na ina msaada gani? Na inanijenga vipi? Na mimi nienda nao watu vipi? Kwa mimi ninachoshukuru kwamba kupitia haya yote, moja, nimejifunza mambo matatu katika maisha. Moja, jiamini. Kwamba unaweza katika maisha. La pili, niwe mtu ambaye ni multitask. Yaani mtu ambaye naweza nikafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Yes. Lakini tatu, juhudi, nia, juhudi na uthubutu kwa kila jambo. Okay. Haya mambo matatu ambayo kila siku naishi nayo. Japo wanasema kwamba mtu ambaye ametoka kwenye masuala ya madawa ya kulevya, kuna baadhi ya vitu vingine vitachukua muda. Lakini kwenye terms of tunafanya watu wana aina mbalimbali, wenye tabia mbalimbali. Kuna wengine, kuna baadhi ya makabila wengine wanajuaga kuamrisha fanya kile. Lakini hawaangalii, hawana ile muda wa kujifunza na tabia za makabila mengine. Kwa hiyo sasa hapo ulibidi ujifunze sasa. Nikienda kwenye kabila fulani nitakaa nao vipi? Ile hivi. Jamii fulani haipendi hiki na hiki, unaishi nao vipi? Kwa vitu kama hivyo vyote ninachoshukuru Mungu kwamba ninaweza nikavimudu kwa wakati. Okay. Najua kwenye kile ambacho umekipitia mpaka sasa hivi, najua kuna mengi ambayo utakuwa pia umeyapata na kuna mengine uliyakosa. Neno lako kwa vijana kuhusiana na swala issue nzima ambayo wewe umeipitia, unaweza kuwaambia kitu gani? Kwa upande wa vijana naweza nikasema kwamba kutoka kwenye madawa ya kulevya inawezekana. Ila unatokaje? Kwanza ni ya dhati. Yes. Pili, uthubutu. Ni ya dhati na uthubutu. Yaani kwanza ni ya dhati ndani, alafu uthubutu jambo la pili. Tatu, wanao kuzingira, yani wazazi wako au walezi wako,
wako tayari kuwa sehemu ya kukubebea wewe kuweza kutoka huko. Hiyo ni jambo lingine. Najua vijana wengi tunakuwa tuna ile uhitaji wa kitu wa kutoka kwenye mahali sehemu ambayo nilipo ambayo ni mbaya kwenda kwenye hatua nyingine. Kama watu wa nyumbani wenyewe wanakuwa wa kwanza kukandamiza au kucrash kila wakati, hii nao pia nataka tutupotezee mahela sio na vitu vingine. Bila naweza kusema kitu kimoja kwa wazazi. Kitu cha kwanza katika maisha, tusivalue sana fedha kuliko utu. Tujali utu, fedha ifuate. Okay. Hiyo ndio ni kauli mbiu yangu. Ikiona ni mzazi anayejali sana fedha kuliko utu, wala semaga labda Mungu, neema ya Mungu imshukie, kwa sababu mtu anayejali fedha zaidi anayoitumia kwa ajili ya kurekebisha ule utu uwe na thamani. Huyo mtu mimi namuonaga kama kwamba inajali utu wa mtu, aonekane kuwa chapa ya mtu mwenye utu na akawa na mchango kwenye jamii na kuwasaidia wengine. Hiyo mimi naona kama ni kitu very valuable, kwa sababu kupitia watu, tuseme kwamba mfano wewe Adrian, tunaanza kusema kwamba wewe ni Adrian, si ndio? Yep. Mimi wewe ni mtangazaji, si ndio? Naam. Na kama ni mtangazaji, mimi nasema kwamba Adrian ana kipawa kizuri, si ndio? Yeah. Sitaangalia the lifestyle yako ya ikoje. Ninachokiangalia that talent that you have killed. Ile talent ambayo ulionayo na ulioibeba. Sawa? Ile ndio naiangalia. Mimi nimekuja kwako, nataka unitoe hapa ili niweze kufikia maono fulani. Ninapokuja kwako nategemea wewe unibebe mimi na kile nilicho nacho. Usiangalie nini makando. Watu wengi tunashindwa kufanikiwa kwa sababu ya hiyo. Tunaangalia makando zaidi badala ya kuangalia ile kitu ambacho chenye uthamani. Kama tunaangalia mabaya zaidi, mema ambayo yanaweza kutufikisha mahali pazuri. Yeah. Naweza kuwafikisha mahali pazuri. Na hiyo kinachowakamisha watu wengi. Hasa sisi vijana. Tuna vijana wengi tunaweza tukaingia kwenye madawa ya kulevya tukatoka, wengine wakawa wamefanikiwa. Kuna vijana wengine wamefanikiwa zaidi na uwezo wakawa na mchango kumsaidia hata mtu mwingine mwenye maono mazuri. Lakini sasa unakuja kushangaa kwamba vijana wengine hawafikiki. Yaani tuseme kwamba umoja wa vijana lazima uwepo. Na vijana tusaidiane sisi kwa sisi. Nipongeze serikali ya awamu ya 6 kuunda wizara ya vijana. Na hiyo imeleta chachu na hamasa kwa vijana sasa kuanza kufanya nini? Kuamka. Na nafikiri huko mbeleni kama hii wizara itafanya mambo mazuri, itaweza kusaidia kuandaa forum mbalimbali, kukutana na vijana kwa kila mikoa. Hii ingekuwa ina moja kati ya sehemu kuwapa exposure vijana kwa huru kuelezea zile changamoto wanazokumbana nazo katika maisha. Kwa mimi na encourage vijana kwamba watumie fursa zilizopo. Yes. Na fursa hizo zilizopo ziko nyingi. Sasa hivi kuna serikali yetu imeunda hiyo wizara. Na taratibu fulani zimeandaliwa kwa ajili ya vijana kuweza kujikwamua kiuchumi. Wazikimbilie. Lakini pia vijana wawe tayari kwenda kufundishika. Na semina mbalimbali zinatolewa kwenye jamii. Kuna platform tofauti za makampuni wanatoa fursa za internship. Go and apply. Jaribu. Sio kukaa nyumbani. Value your talent. Value your career. Ili unapoisaidia career ulionayo, watu wakaipenda. Uwezo ukajua leo unaweza kuonekana hapa ufai, lakini huko ukaenda sehemu nyingine ukaifanya kule kwa ubora zaidi, wakakupenda zaidi. Kwa hiyo unapokuwa una sell ile idea yako, ile talent yako au ule ujuzi wako wa maarifa wa nafasi ya wasifu wako wa elimu kwa watu wengine kwa kujitolea, inaweza ikawa ni sehemu ya kukufungulia nini? Naam. Sasa vijana wengi wamekuwa mizigo. Kama nyumbani ajira hamna. Unakula gari wa babako au mama yako huko nyumbani. Akifa unakimbilia mali. Mwisho wa siku unataka familia nyingi za vijana wengi wanapotelea wapi? Kwa sababu hawajasimama vizuri kwenye nafasi. Na kitu cha muhimu ambacho tunachobidi kujua, maono walionayo ndio yana mchango kubwa katika maisha. Leo hii ningekuwa mimi sijui kwamba ninatamani kusema na vijana. Na hiyo ndio kiu yangu. Natamani kufanya nini? Kuleta mabadiliko kwa vijana, watambue wale vijana ambao wapo katika mazingira magumu, ambayo yapo katika mazingira ya kutumia madawa ya kulevya. Lakini pia wamekatiwa tamaa na jamii, wengine wametendewa ukatili, vitu kama hivyo. Wote hao wanahitaji comfort.
Unajua sasa hivi jamii ikishaona mtoto ameingia kwa madawa kule, huyo ni sawa na mjomba wake fulani alikuwaga hivyo. Kwa vitu vya kawaida. Mwingine anasema mtoto wa nani? Kuna maneno fulani ya kashfa fulani ya watoto ambao sio mazuri. Sio mazuri. Na ambayo hata kisema ni yatamka yatakuwa yana msaada watu, kwa sababu gani? Yote hayo yanachangia mtu kumdhoofisha kusimama vizuri kwenye nafasi kufikia maono yake. Lakini kwa kumaliza niseme kwamba kijana lazima atambue nafasi aliyopewa na aliyoombwa na Mungu. Mungu anakusudi. Usiangalie nini watu wanasema. Usiangalie nini watu wanafikiria juu yako. Amini kile ambacho unachokiamini, lakini ukimtanguliza nani? Mungu kwanza. Mungu ndiye suluhisho na kila kitu. Baba yako mzazi pia anaweza sijue Adrian. Leo ni mwandishi wa habari. Kesho kuta unaweza kuwa miongoni mwa waandishi wa habari maarufu huko katika nyanda juu kusini. Baba yako alikuwa anajua? Hawezi kujua. Kwa hiyo huwezi kujua leo unayemdhalau leo kesho atakuwa nani. So believe on yourself, tanguliza Mungu, weka nia, uthubutu, jitihada kwa kila jambo. Nikushukuru sana, lakini pia kwa wale ambao wametufuatilia kuanzia mwanzo mpaka leo hii tunatazama na tunazungumza naye hapa, naamini kuna vingi ambavyo utakuwa umejifunza. Chukua muda wako, zingatia yale ambayo yamezungumzwa, lakini pia nisikusahau nikukumbushe kwamba bonyeza alama subscribe kisha alama kengele kuhakikisha kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata episode inayofuata ya jambo zuri zaidi. Bwana, mimi nikutakia wakati mwema mpaka wakati mwingine. Naitwa Aden Amos, niko na mgeni wangu hapa Baraka Call Isaac au Baraka Charity. Yes. Mpaka wakati mwingine tutakuja kuzungumza nawe. Hakikisha unaendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza click hapo chini, kutakutana kuna linki itakupeleka moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.